wahenga walivyosema kwamba lisemwalo lipo hakika wamemaanisha. Maana ninachokisoma kwenye uso wako ni ujumbe thabiti ambao hauhitaji maelezo ya kina. Lakini Ayubu, hivi hasa kinachokusibu ama hicho ambacho tunachokiona kwenye ndoto kina maana gani? Daudi, ni vigumu sana watu kuelewa ndoto yako, hasa pale unapokuwa kwenye changamoto kama hizi. Watu wengi huamini ya kwamba una uwezo kunisaidia, lakini wanashindwa kuelewa. Mtu anaweza kuwa na ndoto lakini akakosa msaada. Sio wewe tu unashindwa kuelewa, hata mke wangu anashindwa kuelewa ndoto zangu. Unajua ni vigumu sana kuelewa kama tumbo la mwenzako linapunguruma inaashiria njaa. Sababu sio kila mtu ambaye ataweza kuona matatizo ambayo unayapata au yale ambayo unayopitia wewe na akajitokeza kwa sababu kukusaidia. Watu wengi wao wanasubiri mpaka waone na kujua magoti ili waweze kupata msaada. Lakini sisi kama ndugu zako na kijiji, wewe tunaweza kueleza mbinu ama njama zinazoweza kukusaidia. Sidhani kwamba kuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuvaa japo kiatu kimoja cha matatizo yangu. Ninayoyapitia ni magumu sana, na kila mtu anashindwa kuelewa. Unajua, ikiwa mke wangu ameshindwa kuelewa, unafikiria ni nani ambaye anaweza kunielewa? Nakuwa naogopa hata kulala. Najiuliza maisha yangu ya baadaye yatakuwa. Nashindwa kuelewa. Maneno yako ni mazito na yanaachilia kukata tamaa. Lakini ukiendelea hivyo utaishia kufeli. Tufanye nini Daudi? Tufanye nini wakati kila mtu wote amenitenga? Matatizo yananiandaa kwa kila kukicha. Nakuwa kama mtu ambaye sina ndugu. Sasa swala hili linahitaji fikra za kina. Leo tujipe muda tu, na imani yote itakwisha. Unajua nilichojifunza kwenye hii dunia, maisha ya mtu tu pekee ndio yana mwisho, lakini matatizo kwa mwanadamu yana mwisho. Kwa sababu ingelikuwa na mwisho, najua tu matatizo yangu yalikuwa yameshafunga kikomo tayari. Musa, sina msaada. Ayubu, usijali. Kile kitu kitakuwa sawa. Odi hapa. Karibu kaka. Bali zenu? Salama, karibu kaka. Asante. Unajua kaka, nimekuwa situmaini kama mtakuja. Nisingekujaje? Baada ya kupata wito wako, nimeona tu nije haraka.
Umefanya vizuri kaka. Maana mimi na maongezi nao sasa. Kwani kuna nini? Kaka, unajua kuna kipindi unajikuta umebeba tumaini la watu wengi nyuma yako na wote tegemeo lao ni wewe. Hivyo basi, inakubidi ushinde ili waendelee kukuamini. Unamaanisha nini? Ninachomaanisha ni kuhusu mke wako. Hivi kwa nini unamnyima raha mke wako? Hivi kwa nini unamfanya mke wako aone kuwa ndoa ni chungu kwake? Kaka, naomba niweke wazi. Wakati mwingine ili ueleweke, lazima usieleweke kwanza. Na unapoona pale ambapo kila mtu anakuelewa, ujue kwamba umeongea vitu ambavyo ni rahisi kila mtu anaweza kuelewa. Hivi kaka, wewe unaona kuwa ni rahisi wewe kuelewa na kweli? Kwa upande wako unaona kuwa ni rahisi unaweza kueleweka. Ila tukisema tuangalie kiupande wa mwanamke, kaka, ujue unamnyima haki yake. Hivi kaka, unajua kuna mengi mimi nitegemea kwa nitajifunza kwako. Kuna mengi nitegemea kama kakaangu wewe kwenye ndoa na mimi nitataka nifuate wewe. Ila kakaangu najikuta unakosea sana. Najikuta wewe mwenyewe ndio unaharibu ndoa yako. Kakaangu mimi anafunza nini sasa? Kwani mimi ni chuo cha wanandoa? Ndugu wangu, nilitegemea kwamba utaniita hapa kwa masuala ya muhimu. Lakini unakuja kuniambia habari ya matatizo ya ndoa yangu. Matatizo ya ndoa yangu yache kama yalivyo. Na wewe matatizo ya ndoa yako uyajenge kama wewe mwenyewe. Upambane nayo na mimi yangu yaache kwangu. Tena uwe na nidhamu. Kaka, si ukuita hapa kwa nia mbaya. Ila unatakiwa kunisikia ujue na kusudia nini. Kumbuka yule ni mke wako, naye ana haki katika ndoa yake. Hii imeisha kuashiria nia mbaya. Maana ungekuwa na nidhamu, usingeniita hapa kwako. Wakati unafahamu kwamba mimi ni kakako mkubwa. Lakini kuniita hapa wakati unafahamu kwamba hapa ni ukweni. Na siku nyingine usije ukasubutu kuniita hapa. Kwa hiyo umenikosea adabu. Lakini haya, asante. Lakini usisubutu siku nyingine kuniita kwenye masuala ya ndoa yangu hapa kwako. Anita, unaendelea kunificha muda mrefu sana. Na hivi sasa nimeshakugundua. Hivi Anita, una akili timamu kabisa? Unakaa na mimi, unajua ukweli, lakini ukweli umeuweka katika moyo wako na ukufanya kuwa siri. Hivi unafikiria hapa kwenye kijiji wewe unaweza kunificha mimi kitu fulani hapa? Kitu gani ambacho ulikitegemea? Au ni matarajio gani ambayo ulitamani mimi nije kuyaona? Unajua sijakuelewa mume wangu. Utanielewa nini au utanielewaje kwa mfano? Wakati siri umechukua mwenyewe na kuweka moyoni mwako. Mimi nakaa tu kama mbumbumbu hapa. Yaani unaniona, nakuja mume wangu nahitaji manguo za mtoto. Nakuja mume wangu nahitaji nguo za mtoto. Unachukulia mibwege. Unachukulia mimi kama sijui ni kitu gani ambacho unakiona kama mfuko wa mkaa tu ndani ya nyumba hii. Ngoja nikwambie kitu. Sasa hivi mchezo wako nimeujua. Na nahitaji uniambie ukweli. Na usiponiambia ukweli, na kuhakikishia haki ya Mungu, utakuja kutoa uzito na mikono yangu. Unasubutuje ndani mwangu kuja kunitoa uzito sio kwa kwangu. Aje tu. Wewe sinakuuliza. Anita nakuuliza wewe. Hivi ujue paka kwa sasa hivi sijakuelewa. Hao ni matatizo yako na ndoto zako za mchana. Ndoto Yaani unachukulia mimi kawaida. Eti ndoto. Unajua mimi natania. Nakuuliza, unajua mimi natania? Nilikaa na nafuatilia tabia zako toka mwanzo. Niligundua ni mwanamke mbaya. Japokuwa tu nilikuvumilia muda mrefu, lakini niligundua ni mwanamke mbaya, mwenye tabia mbaya sana. Sasa nataka kukuambia hivi. Huo ujauzito haunihusu mimi. Ayubu, mimi sihusiki na ujauzito wako. Inaonekana wewe pia ndio unaniotesha ndoto za mchana wewe. Tena ili uliweke akilini. Mjinga wewe.
Kaka. Naam. Habari yako? Salama, karibu mdogo wangu. Asante sana. Naona umechimba kazi vingi leo. Nipo kwenye majukumu. Naona hivyo. Mambo mengine ni aje? Salama. Karibu. Asante sana. Sasa kuna jambo lilikuwa nimelileta hapa, nitaji tuzungumze kwanza mara moja. Sawa. Basi karibu tukae pale tuzungumze. Sawa sawa. Sasa mimi jambo lilileta hapa si lingine. Unaona nimekaa chini nikafikiria, na ukilinganisha muda ambao nimekaa na yule msichana, sasa hivi nimefikia hatua kwamba nahitaji kuishi naye. Yaani kwa kifupi nataka kuoa. Sasa nikaona sasa nikafanya hili jambo bila kuwajuza nyinyi wakubwa zetu, angalau muweze kutuelekeza katika muongozo wa hii safari. Safi sana. Hongera. Asante sana. Ni kweli wakati mwingine mtu anapokuwa amekuwa mtu mzima ni lazima afikirie kama mtu mzima. Ndio. Na jambo hilo ambalo umelifikiria ni jambo la muhimu sana kwenye maisha. Asante. Na pale mtu amekuwa lazima afikirie mambo makubwa. Na labda tu nikupe ushauri kidogo ambao unaweza kukusaidia kwenye maisha hapo baadaye. Ikiwa umezingatia ni kitu gani haswa ambacho unaenda kukifanya na ni malengo gani ulionayo. Kwamba watu wengi wanaoa kutokana na malengo tofauti. Kuna mtu anaoa sababu ya kuridhisha tu mwili wake, na wengine wanakuwa na malengo ya kuijenga familia. Na hivyo lazima mtu awe na uamuzi. Pale anapoanzisha jambo aweze kulimaliza. Na jambo la pili tu ni kwamba ndoa inahitaji uvumilivu, upendo, pamoja na kushirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Asante sana kaka, na nimekuelewa. Lakini sasa mbona kuna baadhi ya watu ambao wanaingia kwenye ndoa alafu wanalia? Wanasema kama ndoa imekuwa ngumu. Inatokana na nini? Ni kweli. Ni kwa sababu kila mtu huja na malengo tofauti kwenye ndoa. Na ndiyo maana unaona ndoa zingine zimegeuka kuwa ndoano. Na wakati mwingine ndoa zingine zinakuwa zenye furaha. Inategemeana na malengo. Kwa hiyo si hofu. Kweli kabisa. Na mimi namuomba Mungu anijalie sana isije kanitokea, kwa sababu nampenda sana mpenzi wangu. Na siko tayari kumpoteza katika njia ambazo si sahihi. Ni kweli. Lazima uwe mwanaume shupavu. Asante sana. Na Mungu atakusaidia. Asante sana. Usijali. Asante.
Hivi unajua kama unanifanya mimi nisikuelewe? Mimi? Hivi unajua muonekano wako wa nje na muonekano wako wa ndani ni vitu vile viko tofauti? Danita, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Naomba usiwe mnafiki. Maana nakujua toka bado tungali watoto wadogo. Umekuwa na roho chafu, umekuwa na roho ya ubaguzi. Maana hivi ni wewe kuingilia katika ndoa yangu mimi. Watu wanataka kutuchonganisha mimi na wewe. Siwezi mimi nikafanya kitu kama hiko. Sikiza nikwambie. Sina shida ya ndugu, sina shida ya maelezo. Sawa, nimekwambia hivi na nyingine siku nikuone unatia miguu yako kwangu. Aiza nikuone na mume wangu ndio utanijua vizuri mshenzi. Danita! Danyoko! Danita!